Twende. Pole, basi mama tuende hospitali. Simama haraka tusikutwe. Pole, simama tuende. Kaka, nimeisha. Ngoma na umri nitatoboa kweli? Sasa kaka, kama umewaka, mimi nitakuwa mzima kweli? Benli, umeniua. Mimi nimekuwa nini? Wewe kama utakuwa nao atakuwa ni mshangazi tu ndo katupatia. Au ndo maana kwenye ule mchongo ananiambia kwamba na changamoto za kiafya? Wewe nenda kapime tu ili kusudi upate uhakika. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine, nitajifunza. Hivi nilivyo kweli Beni, nitakuwa nimechoma kweli? Hapana, sio kweli. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine, nitajifunza pengine, makosa sitarudia. Chike, vipi tena mwanangu, una nini? Mzee, leo nataka kujua ukweli kuhusu mamangu, na usinifiche hata herufi moja juu ya ukweli. Usije ukaniambia kauli ya kwamba amefariki. Sitakuelewa mzee. Nafikiri akili yangu unaijua vizuri. Niambie ukweli.
Ungependa kuwa mwigizaji wa kimataifa ama unapenda sanaa ya uigizaji na hujui pa kuanzia? Fursa ni hii. Chinga Media Company Limited inakuletea programu maalum inayoitwa Chinga Media Acting Masterclass. Hapa utapata darasa la uigizaji ngazi ya kimataifa, yani International Acting Course. Mafunzo yataanza Novemba 2025 hadi Januari 2026. Gharama za kutuma maombi ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Tupigie namba 0685968463. Kumbuka, baada ya kumaliza darasa letu, watakaofanya vizuri watapata nafasi ya kushiriki kazi za Chinga Media. Chinga Media, hii ni Levels. Jamani, mnaona pale? Ndiyo Dickson, niambie. Tayari yule mama tupo naye chimbo. Tayari imefanikiwa? Ndio mkuu. Na hapa ndo tunaelekea kumaliza shughuli. Hapana Dickson. Kuna changamoto imetokea. Subiri msimu uwe. Nakuja hapo sasa hivi. Sawa mkuu. Mzee, naenda hapa tujamaliza mazungumzo. Na kuomba basi unifungue hiki kitambaa ili tuonane uso kwa macho. Mimi nimeshakubali kuwa mateka wako. Naomba protocol ifuatwe. Nimesema kaa kimya. Ila nimekuambia ukweli kakaangu. Unaichezea bahati. Halafu tatizo lako, haujui kumtumia mateka aliyenona kama mimi. Nimesema kaa kimya. Sasa hasira haisaidii darling. Mfano ukiniua wewe, unafaidika na nini? Kama sio kupata dhambi, sio kuwa na faida. Sasa si ni bora tu ujilie, alafu niache niende zangu. Nimesema kaa kimya dada. Hausikii? Kwa hiyo Benlindo ninaangamia hivi? Kani kapime ndugu yangu. Mimi sijai kuwa malaya kama wewe. Alafu hata hivyo mimi mshangazi nilipigania game moja tu. Na ndio ile siku. Ngoma iangalie hilo. Kuambukizwa siku moja na kwa tendo moja. Ushauri wangu nenda kapime. Poa. Ila kama nitakutwa nao, nitakuwa nimeonewa kwa kweli kupewa hii adhabu. Maana mimi sijai kuwa mzizi.
nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu nitazame kwa hili fungu nalopitia, niwe umeliruhusu au ni ya wanadamu, ruhusu amani na furaha kwangu. Wewe niamini mimi Chike, baba yako alikuwa na mpango wa kummaliza kabisa mama yako. Sema kuna kitu kimemfanya asimame kwanza. Kitu gani hicho? Sijajua bado, ila inavyoonekana kuna watu tayari wameshamteka mama yako, na aliyetoa oda ni baba yako. Usishtuke Chike, huo ndo ukweli. Baba yako ni mafia aswa. Huyu mzee wa mimi lazima nimnyoshe. Unajua alipoelekea? Hapana. Wewe unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuendelea kumkazia juu ya mama yako. Nikuuliza kitu? Uliza tu Chike. Kwa nini kwa sasa unakuwa upande wangu kuliko kwa upande wa mzee ambaye kwa sasa ni kama mume wako? Unajua Chike, twende mbele turudi nyuma. Wewe ndo mwanaume niliyekupenda sana katika maisha yangu. Licha ya mambo yote yaliyotokea. Najua unaweza usiniamini, ila huo ndo ukweli. Sasa mimi siwezi kukaa nikaona kitu ambacho kita-affect maisha yako and then nikakaa kimya tu. Kiukweli mimi sina hisia kabisa na baba yako. Ni shida tu za maisha ndio alofanya yote yakatokea. Hivi kaka, unataka nini kwangu? Maana umenifunga tu hapa bila maelekezo yoyote. Kama unataka pesa, mimi nitakupa. Dada, hebu kaa kimya. Alafu sio kila changamoto tutatuliwa kwa pesa. Hebu acha kukariri. Sasa unataka nini kutoka kwangu? Roho yako. Vipi? Kuna kitu gani ambacho kinaendelea?
Wewe unajua yule ni mamako. Hamna kitu. Vipi ulifanikiwa kumpata Mengo? Ndio, ila amenikimbia tena. Acha kujibebesha majukumu yasiyo kuhusu. Una maana gani kusema hivyo? Mimi na ndugu zake. Ila wewe unajibebesha mizigo isiyo kuhusu kabisa. Wewe unafikiri kwa nini ndugu zake wamemkaushia? Mimi sidhani kama una haja kuongea maneno. Kama unataka kumsaidia mtu msaidie tu. Sio lazima mpaka wewe ndugu yako. Mimi nadhani hayo mengine mwachie Mungu. Haya baba huruma. Lakini huruma inaponza. Acha niponze. Mkuu, vipi tena? Mbona mawazo yako yamebadilika? Wewe acha tu, hakuna namna. Subiri kwanza kwa sasa. Usimuue kwanza. Wewe endelea kumwangalia mpaka pale nitakapokuambia nini cha kufanya. Sawa mkuu. Haya, twende. Sasa huu ndo muda wa kuwavuruga kabla hawajanivuruga mimi. Nitahakikisha ninawavuruga mpaka wachanganyikiwe. Muda ambao wanavurugwa, mimi nafanya mambo yangu. Maana vita vya panzi furaha kwa kunguru. Kaka, samahani, naomba nikwambie kitu. Najua kabisa kuna mtu atakuwa amekutuma. Sidhani kama una tatizo lolote na mimi. Halafu sauti yako unaonekana ni mtu mzuri. Lazima utakuwa handsome Oswa. Mimi nipo tayari kukuzawadia penzi zito litakalo kufanya usahau wanawake zako wote uliowahi kupita nao. Maana umesema hutaki pesa. Jamani, nifungue basi. Tukiamshe hapa hapa. Dada tafadhali, nakuomba ukae kimya na usubiri kifo chako tu. Nimeisha ndugu yangu. Vipi majibu ya vipimo yanasemaje? Nimewaka kaka. Nimewaka.
Kwa hiyo wana wote ndo tunaangamia, ila wewe ndo umeniponza mimi tena, ndugu yangu. Ndio, ila si ni wewe mwenyewe ndo ulianza mawasiliano na mshangazi, tena kwa kuiba namba kwenye simu yangu. Mimi sio mtu wanake kabisa. Sijui nitaambia nini bi mkubwa, kama sio tu kumwongezea majanga, maanake afya yake yenyewe haiko sawa. Hamna, tumeisha kani, tukubaliane na hii hali. Ile dalili za ugonjwa ulikuwa nazo mapema sana. Unamaanisha nini? Wewe ndo chanzo cha mimi kuambukizwa ugonjwa, maanake ulikuwa unaumwa homa zako za mara kwa mara zisizoeleweka. Sasa kama ulijua hilo mapema, kwa nini uliingia kwenye anga zangu? Kani uso muda wa kulaumiana au kuanza kumtafuta mchawi ni nani? Ila Beli, umeniua. Bora hata ulikuwa ni mtu wanawake, unavuna ulichopanda, ila mimi mwanamke mmoja tu ameniingiza shimoni. Ama kweli dunia tambala bovu. Nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Yes, hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata JB 10, na ukiwa na shilingi 13,000 unaweza kupata JB 15. Yes, hayo ndiyo mambo ya Chris Bando. Unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na line ya Halotel. Kikubwa zaidi ni kwamba ukilipia hicho kifurushi chako kitadumu ndani ya muda wa miezi 8. Kinachotakiwa ni rahisi tu, unalipia anakuunga bando. Huyu jamaa ni mwaminifu mno. Chris Bando bwana, yeye ana namba 4, ila mimi nakutajia 2, alafu 2 zingine zipo kwenye skrini yako: 0717048048 au 0615754303. Hakikisha tu jina linatokea Christopher Luoga. Chris Bando, Bei Kitonga. Ciao. Nimebeba mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu, nitazame kwa hili fungu nalopitia.